Na hapa tuliweza kupewa fundamental principles na kina A.G. White katika mwaka ya 1872. Hii iliweza kuchapisha ya kwanza na ikaingia katika yearbook ya 1890 hapo. Sasa wengi wanaweza kujiuliza akina A.G. White waliweza kuamini nini? Hatuwezi kuona katika ukurasa ya kwanza inatuambia fundamental principles. Inaitwa fundamental principles. Alafu inaitwa fundamental beliefs. Sasa tuweze kuona ya the pioneers of the Seventh-day Adventists na our Seventh-day Adventists ambaye natarajia wanajiita tu kwa jina. Kwa jina. Hawana kitu kingine. Hawa si Waadventist wale. Tuweze kusikia kile ambacho waanzilishi wa kanisa la Mungu walisema. In presenting to the public this synopsis of our faith, we wish to have it distinctly understood that we have no articles of faith. Faith, creed. So, hawana kanuni kwanza, lakini hii si ni kanuni. Hii ni kanuni. Na iko na church manual ya kabisa. Hiyo ukikataa unatolewa ushirika. Or discipline. So, haina kanuni wala kuadhibu ama kukosoa. Bali unapokosoa anasema aside from the Bible. Unapokosoa usikosoe kutumia kanuni bali ni Biblia. We do not put forth this as having any authority with our people, nor is it designed to secure uniformity among them. As a system of faith, but is a brief statement of what is and have been with a great unanimity held by them. We often find it necessary to make inquiries on this subject and sometimes to correct false statements circulated against us and to remove erroneous impression which have obtained with those who have not had an opportunity to become acquainted with our faith and practice. Our only object is to meet this necessity. Ikaendelea kusema, as a Seventh-day Adventists, we desire simply that our position shall be understood, and we are the most solicitous for this because there are many people, who call themselves Adventists, who hold views with which we can have no sympathy, some of which we think are subversive of the plainest and most important principles set forth in the Word of God. Sasa ningependa kuona waliamini nini. With these remarks, we ask the attention of the readers to follow proposition, which aim to be a concise statement of the more prominent features of our faith. So the first faith which our pioneers believe is that there is one God, a personal. Hapa inasema wako watatu. Lakini hapa imesema a personal spiritual being. A person. Spiritual being, the greater of all things, omnipresent, Cha pili ilikuwa inasema that there is one Lord Jesus Christ. Lakini hapa inasema there is one God, Father, Son and Holy Spirit. Lakini hapa inasema that there is one God, a person. Na ya pili ilikuwa inasema that there is one Lord Jesus Christ, the Son of the eternal Father. Wanakubali kuwa Baba ni wa milele. Lakini hapa inasema God the eternal Son. So hawakubaliana na wale waanzilishi wa kanisa ambaye inakuwa ni sijui nitaita tafsiri ama ni a great error, unscriptural error. Unscriptural error. Kwa sababu hawakuenenda kulingana na hivyo inaitwa it is an unscriptural error. The one by whom God created all things. It is a scriptural error. Scriptural error. It is unscriptural, yani haipatikani kwenye Biblia. Sasa hizi zingine nadhani ziko sahihi. Sasa tunaweza kuendelea. Kwa hivyo hii ni imani tofauti na hii ni imani tofauti.
Kwa hivyo hii ni ya our pioneers na hii ni ya sasa hivi, the current belief ambayo inashikiliwa na kanisa la Waadventista SDA. Na ninaposoma katika vitabu ya Ellen White, inasema msingi huu uliweza kuwekwa kwa maombi na kwa imani. Na mtu anapotoka katika imani hii na kuingia katika imani nyingine itaitwa new organization. Kwa hivyo hizi kanisa la Adventista, hizi kanisa la ni kwa jina tu, ni kwa the nominal church, Seventh Day Adventist belief. So this is a nominal church. Lakini hii ndio kanisa. Hii ndio kanisa la Mungu ambalo ndiposa tunasema tuweze kutoka katika dhehebu nyingine na turudi kanisani sasa. Hapa wengi wanasema tumetoka katika kanisa, lakini ningependa kuwakosoa kwa sababu tumeingia kanisa la Mungu. This is a new organization. Na tunapoona katika kitabu ya The Great Controversy, Pambano Kuu, katika page 45, inasema kanisa inajiuliza mbona kanisa haina yani ile mapishano na kuteswa kama zamani. Inatuambia kwa sababu wameingia umoja wa makanisa. Niposa kadhalika wanakubali hii kitu inaitwa Trinity. Na makanisa mengine wanakubali Trinity. Na wanapokubali wameingia katika umoja wa makanisa. Lakini inaendelea kutuambia lakini wenye imani watakapoamuka ndipo ile kitu inayoitwa sasa kanisa kuchochewa na kutezwa ndipo itakapoanza. Ndio hii sasa. Ndio wanasema tumetoka kanisani. Tunawaambia tumerudi sasa kanisani, lakini wao wanasema wametoka kanisani. Maajabu haya. Maajabu. Sasa ningependa ndugu wenzangu turudi katika kanisa hii, kwa maana uzima wa milele hii kwa kujua wewe Mungu wa kweli na mwanao Yesu Kristo uliyemtuma. Haya yengine kama ya kusema Trinity, hiyo ni swali hata ambayo wengi wakiulizwa wanasema hatujui. I choose to believe. Nilisikia mhubiri mmoja wa huko Baraton anaitwa Kesey alisema I choose to believe. Yaani hawezi kueleza. Naye Ted Wilson akasema anaamini ni jambo ambalo yeye mwenyewe hawezi kueleza. Na akakiri ya kwamba I can't explain but I choose to believe. Huyo sasa ni president. Huyo ni president wa General Conference. Mzima anasema hawezi kueleza. Hii ni maajabu. Tuendelee. Kwa hivyo tulikuwa tunaangalia kwamba je, ni nani aliye na sura na mfano wa Mungu, na tumeweza kupata ya kwamba Yesu Kristo ndiye ambaye ana sura na mfano wa Mungu. Kwa hivyo wale ambao walihusika katika uumbaji ni Mungu pamoja na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hivyo tungependa kujiuliza ya kwamba ama tunapoangalia katika Yohana 14 mstari wake wa 28 tunapata ya kwamba Mungu ni mkuu kwa Yesu. Yani God is the father of Jesus. Yani yule ambaye ni mkuu kati ya Mungu na Kristo ni Mungu. Mwana yuko chini yake. Kwa hivyo tumeweza kuangalia hilo fungu katika Mwanzo 1:26 ya kwamba wale ambao walihusika ni watu wawili. Hebu tuangalie katika Yohana 1:1. Acha nikufungulie. Tuangalie katika Yohana 1:1 ambao wengi pia wanalitazamia sana kwa undani fungu hilo. Wanasema ya kwamba it is supporting the doctrine of Trinity. Yohana 1:1. Kitabu cha Mungu inasema hapo mwanzo neno halikuwako, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Kwa hivyo hapa tumeweza kupata ya kwamba huyu neno ni nani? Huyu neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu.
Kwa hivyo tunaweza kujiuliza ya kwamba mbona huyu Yesu katika Yohana 1 mstari wake ni 1, mbona Yesu ameitwa ni Mungu? Tuangalie katika Waebrania. Mbona huyu neno ambaye ni Yesu ameitwa Mungu? Kwa hivyo tuangalie katika Waebrania 1:1. Inasema Aha. Hapo zamani Mungu alisema na baba zetu mara nyingi kwa namna nyingi kwa njia ya manabii. Lakini siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya mwanae. Yeye ndiye ambaye kwa njia yake Mungu aliumba ulimwengu. Akamteua avimiliki vitu vyote. Yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano kamili wa hali ya Mungu mwenyewe, akiutengemeza ulimwengu kwa neno lake lenyewe lenye nguvu. Baada ya kuwatakaza binadamu dhambi zao, ameketi huko juu mbinguni upande wa kulia wa Mungu mkuu. Umefikisha mstari wa 4? Mstari wa 4 inasema mwana ni mkuu kuliko malaika. Ndiyo. Kama vile jina alilopewa na Mungu ni kuu kuliko jina la. Kumbe inamaanisha ya kwamba inapozungumzia ya kwamba Yesu ni neno, na pia yani tunaposoma katika Yohana 1:1 ikasemaje? Hapo mwanzo kulikuwa na neno ambaye ni Yesu Kristo. Neno ilikuwa kwa Mungu. Ikatuambia kwamba hiyo neno ilikuwa kwa Mungu na neno ilikuwa Mungu. Naye hiyo neno ilikuwa Mungu. Kwa hivyo sio hivyo. Katika Waebrania 1:1 hadi 4 inasema kwamba kumbe Yesu Kristo aliurithi jina la Mungu. Kwa hivyo haimaanishi ya kwamba Yesu ni Mungu. Aliurithi jina. Kwa hivyo unaposoma katika CHR, unapoangalia katika vitabu vya roho na unabii, ningependa utafute ama usearch CHR 11.2. CHR 11.2 inasema ya kwamba Yesu Kristo aliurithi jina la Mungu. Pia unapoangalia katika CHR 11.3 pia inazungumzia kwamba he inherited God's name in title. Pia unapoangalia katika UL 367.4 UL 367.4 inasema kwamba Jesus is God's son in infinity but not in personality. Yani Mungu ama Jesus is God's son in infinity but not in personality. Yani haimaanishi ya kwamba Yesu ni Mungu. Yani kuna namna ambayo Yesu yani akona uungu ndani yake. Mungu kwa sababu ni material ya Mungu. Yeah. Hebu tuangalie katika Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 5:7. Mahali watu wanasema ya kwamba kuna watatu washuhudiao mbinguni. 5 mstari wa na wote ni kitu moja. Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni wa 7. Wapenzi wangu. Yohana wa kwanza ama Yohana wa pili? Yohana wa kwanza 5:8. 5:8. Ama 7. Need to 5 or 7. Basi inasema basi wako mashahidi watatu. Roho maji na damu. Angalia mstari wa 8. Tuanzie mstari wa 6 inasema Yesu Kristo
ndiye aliyekuja kwa maji ya upatizo wake na kwa damu ya kifo. Hakuja kwa maji tu, pale kwa maji na kwa damu. Na Roho anashuhudia kwamba ni kweli, kwani Roho ni ukweli. Basi wako mashahidi watatu, Roho, maji na damu. Ndio. Na ushahidi wa hawa watatu wafikiana. Kwa hivyo wanafikiana, si moja. Si moja. Kwa hivyo hebu tuangalie ni nini kile ambacho wanashuhudia. Mstari wa 10. Mstari wa 10. Ni nini hicho wanachokishuhudia? Anayemwamini mwana wa Mungu anao ushuhuda huu ndani yake. Kwa hivyo ni yule anaamini nani? Mwana wa Mungu. Ana ushuhuda huu. Unajua kwanza, katika Biblia nyingine inasema kuna watatu washuhudiao mbinguni. Ndio. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na hao wote ni umoja katika tafsiri zingine za Biblia. Wengi wanasema hii unatumika katika kusupport Trinity, lakini inasema nao wote ni umoja. Si moja, wana umoja. Mstari wa 10 inasema anayemwamini mwana wa Mungu ana ushuhuda huo ndani yake. Ndiyo. Lakini asiyemwamini Mungu anamfanya yeye kuwa muongo. Ndiyo. Maana hakuamini ushahidi aliyoutoa Mungu juu ya mwanao. Sasa anaposema anapochangia kuwa mwana ni Mungu, ana ushuhuda huu wa katika Yohana wa kwanza 5:7. Maana atamfanya kuwa Mungu kuwa muongo kwa sababu ana ushuhuda wa mwana. Mungu alisema pale Yesu alipokuwa anapatizwa, alipotoka majini akasema, huyu ni mwanangu wa pekee. Sasa atamfanya hapa Mungu kuwa ni muongo. Anaposema Mungu mwana Mungu. Anasema God the Son. Atafanya Mungu kuwa muongo. Naam. Kwa hivyo unaposoma katika verse 1 inamaanisha ya kwamba inasema kwamba both Jesus and God has a common goal, yani wako na one agreement. Ukiangalia hebu basi tujiulize ya kwamba wako na umoja kwa njia gani? Kwa hivyo unaposoma katika 8T Testimonies for the Churches, volume 8T 268.3, hapo utapata ya kwamba wako na they have equality and in what way, yani wako na usawa kwa njia, yani wako na umoja kwa njia gani? Unaposoma katika hiyo Yohana 5:18, hapo Yesu anajifanya kuwa ni mwana wa Mungu. Yani anajifanya sawa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo unaposoma katika Testimonies of the Church volume 8T 268.4 inasema ya kwamba Mungu na mwana ni moja, the God and the Son are one in person as stated in John 10:30. John 10:30. Lakini unaposoma katika vitabu vya Roho nabii unapata ya kwamba ni moja katika in nature, in character, na pia nini mwalimu wangu? Na katika in purpose. Yeah. Kwa hivyo si moja jinsi ambavyo unasema ya kwamba ni kitu moja, hapana. Na ile ilikuwa vita kuu mbinguni, maana shetani hakukubali kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hata Yesu alipokuja hapa ulimwengu, alimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya hili liweze kutendeka. Kwa hivyo wapendwa, hapo kuweza kuonekana unapokataa Yesu ni mwana wa Mungu, you are the agent of the Satan. Yeah, you are an antichrist. Asanteni sana. Hapo ndipo tunafika mwisho. Tupatane katika lesoni nyingine ambayo tutaweza kujiuliza, this Trinity come from where? Is our pioneers believe in Trinity? Na vitu vingine tunavyo
kujadili. Asante sana. Asanteni Hivyo sana. Mungu awabariki sana. Mtumishi uweze kutuombea. Hebu na tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tuko miguuni pako wakati kama huu. Asante kwa kutupa maneno yako katika maandiko matakatifu, na ya kwamba yataweza kusimama imara hata milele. Tunaomba ya kwamba msikilizaji ama yule ambaye anafuatilia vipindi hivi apate kuelewa, apate kupata uzima wa milele kwa kukuamini wewe, Mungu pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Tuongoze leo na hata milele, maana naomba katika jina la Yesu aliye mwana na mwombezi wetu. Amen.